Kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu inategemea makubwa kutoka kwa walimu hawa. Na kwa nini tukasema tunategemea makubwa? Kwa sababu sasa hivi mpira ni sayansi na mpira lazima ufundishwe. Kwa hivyo walimu wetu hawa wamepata mafunzo ya siku 10 katika mafunzo ya awali na mkufunzi ambaye anatambulika na CAF. Kwa hivyo tunategemea kwamba sasa vile vipaji vyetu kutoka mitaani na nini vinaweza vikafundishwa mpira wa kisasa na mpira wa kisayansi ambao FIFA na CAF ndio wanavyotaka. Mimi ni washauri tu wale wote ambao wanapenda kwa walimu wa mpira wa miguu. Kama nilivyosema, mpira wa miguu sasa hivi ni sayansi na wao wanakuwa pengine wana vipaji hivyo. Inawezekana kwamba wanataka nafasi hii hawajaipata, kwa hivyo wawasiliane na chama cha makocha ili kuona jinsi gani hizi kozi zinaendeshwa mara kwa mara. Na pengine unaweza ikaenda mbali zaidi kwamba labda pengine fee ambayo inatolewa inakuwa ni kubwa, kwa hivyo wanaweza wakashauri pia chama cha makocha kwamba fee ni kubwa, kwa vile sisi tunahitaji hili jambo, kwa hivyo tupunguziwe hii fee. Inaweza ikawa pengine 20% au ikikosekana kabisa kwamba wazungumze na vyama vyao kutoka mikoa na husika au na shirikisho la mpira wa miguu kuona wanaweza wakawachangia vipi katika hizi kozi zao, kwamba labda shirikisho ikatoa kidogo na wao wakatoa kidogo ili hizi kozi zikaenda mbele. Ada, kwa sababu kama nilivyozungumza, chama cha makocha ni moja ya kamati ya shirikisho la mpira wa miguu, kwa hivyo wao wana wanachama wao, kwa hivyo ile ada ambayo wanalipa ni ya wanachama wa chama cha makocha. Na ili uweze kuwa mwalimu ambaye unatambulika katika shirikisho la mpira wa miguu au na chama cha makocha, lazima uwe mwanachama cha mwanzo, alafu uwe mwanachama hai ambaye unalipa ada. Ada wanakuwa wanapanga wenyewe kwa mujibu wanavyohisi inafaa, lakini nafikiria sasa hivi wanalipa 50,000 kwa mwaka mzima. Kwa hivyo walimu wale ambao wamepata vilabu ambao wana mikataba wanakuwa wanazidishwa kulipa ili kuhakikisha na hizi kozi wanaweza kuziendesha. Mkufunzi wa CAF ambaye anatambuliwa na FIFA, lakini ni mkufunzi wa Tanzania vile vile. Kwa hiyo tumefanya kozi hii ya awali, basic course tunaita, ambao tulikuwa na washiriki 26, lakini kwa bahati mbaya mmoja hakumalizia kutokana na tatizo la kiafya. Kwa hiyo waliomaliza kwa siku ya leo ni wanafunzi 25. Labda nipende kusema tu kwa kozi kama hizi zinawasaidia sana hawa walimu kuwajengea uwezo, kwa sababu wote hawa 25 waliokuja hapa wanashughulikia na masuala ya mpira. Kwa bahati mbaya sana wanashughulikia mpira bila taaluma ambayo ni ya basic knowledge, ile ufahamu kabisa katika, unajua mpira ni mambo ya science sasa hivi. Huwezi kufundisha mpira kwa sababu ulicheza mpira. Kwa hiyo kozi hii inaweza kuwasaidia sana, kuwa imewaweza kuwafahamisha kwanza wajielewe wao kocha. Ukiwa kocha wewe ni nani? Una sifa zipi ambazo mpaka ukawa sasa wewe usimame kama kocha? Lakini kuna njia za ufundishaji. Tunasema principle of coaching. Lazima kuna ufundishaji ambao unatakiwa utumike, method mbalimbali kuwafundisha wanafunzi katika masuala ya ukoche. Vipi utafanya training program zako? Kocha parameter, una mtizamo gani katika masuala ya kiufundi, plani zako, short term program, long term program. Kuna mambo ya kujua specialize, kujua basic knowledge ya mambo ya goalkeeping, lakini ujue mambo ya nutrition, lakini law of the game. Una mambo ya kuwaendeleza wachezaji, kuna short term program, kuna long term program. Mambo hayo yote tumewapa ABCD ili waweze kufanya shughuli zao wakirudi huko wanakwenda kwenye timu zao mbalimbali. Tovole, kwanza sinabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuamsha wazima na wenye afya tele na kutufikisha hapa hii leo, siku ya kutamatika kwa kozi yetu ya basic. Kwanza namshukuru Mungu, nimejifunza mambo mingi sana ya walimu wa mpira wa miguu. Hapo awali nilikuwa siyajui, ila kwa sasa nahisi kwa nilipofunzwa, nilipofikia, namshukuru Mwenyezi Mungu sababu umetoka na utaalamu mkubwa kutoka na hii kozi yangu niliyojifanyia, na nikirudi nyumbani nitawafikishia watoto wangu ambayo niliyopata katika hii kozi niliyomaliza leo hapa. Ushauri wangu kwa wao walimu wasiotaka kusoma, kiufupi
kitu chochote bila elimu ukikuchukulia kama unakijua, huaga na waharibu wenye kuongoza. Na dunia leo imeenda mbali sana na tumeshauriwa vitu vingi sana kwenye kitu chochote, si football tu, kitu chochote ambacho unawafikishia watu bila elimu, ni sasa unawapa kitu ambacho mwenyewe hukijui. Faida yake kubwa kwa unawafikishia ni madhara tu, sababu hatupata kitu kubwa, utaendelea kuwaumiza tu.